Ni jambo la kusema leo mje hapa mkae pamoja, muweze kuweka taratibu za ufiwa au faraja, ni jambo zuri na tuendelee kupambana nalo. Na nikusifuni kwamba mliposema hata kama sisi tuko 10 hapa, lakini kikao hichi kisihairiki. Mkisema msubiri kila siku mtimie wote, mambo ni mengi sana, itakuwa haiendi na hii jumuiya haiwezi kusimama. Hii jumuiya sasa hivi mnaitengeneza nyinyi iweze kusimama. Kwa hiyo mimi nikuombeni tu, nikupeni moyo, tuko pamoja na nyinyi. Nyinyi msiendelee msife moyo katika vikwazo tofauti vinavyotokezea, muendelee kupambana na tuendelee kuinyanyua hii jumuiya. Tafika wakati sasa hii jumuiya itakuwa inagombaniwa. Lakini itagombaniwa nini? Kwa sisi sasa kuonesha tunafanya kazi. Kila tukiona sisi tunapigwa mawe, mti mwenye matunda anasema uache kupigwa mawe. Kila mkiona mnapigwa mawe, mnapotoka kasoro hii, nyinyi sasa kazeni, endeleeni kupanga mambo yenu, endeleeni kwenda mbele. Hivyo ndivyo tunaweza sasa kuweza kufanikiwa. Usiangalie mambo labda kwa sasa hivi tuko shwari. Lakini anaweza akatokezea mmoja wetu pengine ana mamlaka akaja akaingiza. Kwa sababu imetajwa, siasa haikutajwa. Mtu ana haki ya kuingiza siasa yote. Lakini tutakapoianza kuifunga siasa mapema katika hii jumuiya, kwanza ndio miongozo. Kwa maana mnaona kanuni nyingi sana zikitoka. Zinataka jumuiya kama hizi zitaje sasa kutokujihusisha na chama chochote cha siasa. Hiyo ndio miongozo iko hivyo hizi jumuiya hizi hapa. Kwa hiyo tukiacha tu hivi haijafungwa, baadaye inaweza ikaja ikaleta matatizo. Kwanza tunaitia kama ni miongozo kuifunga hivyo, alafu tusiogope tukaona mbona tunajifunga mpaka sisi. Hapana. Lazima tufate miongozo. Tuwe na watu tutumie ile misingi ambayo ipo. Kitakachowasilishwa hapa ni rasimu tena ya mwanzo. Mawazo yetu ambayo tutakayoyatoa yatatumika katika kuboresha hii rasimu, na baadaye iwe ni sijui wanasheria watatuongoza kama ni mpango kamili ama ni mwongozo. Kwa hiyo lengo ni faraja wakati wa misiba, na hii zaidi imelenga kwenye misiba. Na nani ni wanachama? Lengo la kuwa na mpango huu ni kusaidiana kwa kipindi kifupi sana. Kwa hiyo lengo ni kusaidiana kwa kipindi kifupi, kwa sababu pia tulibaini ile michango ambayo tunachangishana pengine inaweza ikafika miezi 2. Tunakuja kukumbusha kilio wakati wa 40 sisi ndio tunapeleka ule mchango, au hata 40 ishapita mtu akishasahau hasa kama kafiliwa. Kwa hiyo ni kwa kipindi kifupi. Tunakushukuru sana mkurugenzi, na kwanza kwa kutenga muda wako, pamoja na kwamba wewe ni mwanachama, lakini tunajua leo kuna majukumu mengi ya kitaifa kwa sababu wewe ni mteule wa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo, lakini ukaona pamoja na yote upunguze, lakini hapa uje kuhakikisha kwamba unatupa moyo, kuhakikisha kwamba upo pamoja na sisi, upo pamoja na Zikoo, ukiwa kama ni mwanachama, lakini ukiwa mlezi, ukiwa ni kiongozi. Kwa hiyo tunakushukuru sana, na tunashukuru sana pia kwa utulivu wako wa kuona namna gani uipitie rasimu yetu na kutoa mchango wako, mchango ambayo niseme imeshiba na inatekelezeka. Unapoipima, unapoiangalia, unaona kwamba michango hii inaendana kabisa na kile ambacho umekizungumza kiuhalisia, kiutu, kiubinadamu. Na kama ilivyo faraja wenyewe unavyoitwa huu mfuko kifaraja zaidi tuendelee. Kwa hiyo ile michango, yale maoni na ushauri ambao umeutoa tunaichukua na tunaizingatia.